watu wengi hawapati kuelewa uongo mkubwa wa akili yako kuhusu kilichotokea ndo ambao unafanya wewe unapata kuumia. Ndo inafanya wewe unachukia kila mtu na kila kitu kilichemo duniani. Kwa sababu watu wengi hawapati kuelewa kama kichwa chako ama akili yako inaweza ikakudanganya muda yoyote ule. Unasikia? Akili yako inaweza ikakudanganya muda wote ule. Na itakudanganyaje kivipi? Ni swali nzuri sana. Tuseme kuna mtoto wa mama, mtoto wa kike ambaye unampenda, unataka kwenda kumtongoza. So andapo unakwenda kumtongoza huyu mtoto wa mama, unamtongoza tu vizuri, unaongea naye kiro safi, sauti fupi, mambo makali, take it or leave it. Mambo tata, unamkuta mtoto wa mama unamwambia yani mahabasha, hahishi, tarshishi. Unampiga maneno matamu. Lakini unakuja kugundua mtoto wa mama hakutaki. Mtoto wa mama hakupendi. Mtoto wa mama hakuhitaji. So yani najikuta sasa ukishamaliza kuongea na huyu mtoto wa mama, huyu mtoto wa kike, huyu demu, tuseme huyu demu, unamaliza kuongea na udemu, unaishia unamwambia uke kuo, hakuna shida, hakuna shida, take your time, mama, hakuna shida, tutonana, tutazidi. Unaambia tu hakuna shida, tutazidi, afu unaondoka. But ulivyo kuondoka, hapo tu umemaliza tu kuongea naye, wewe unaanza kuondoka hivi, unasikia akilini mwako mafikirio yanakuya. Mafikirio yanaanza kuambia eti wewe amekukataa kwa sababu wewe sio mtu mzuri, amekukataa sababu hiyo nguo ulivala ni mbaya, amekukataa sababu hakuosha kiato, amekukataa kwa sababu ya kuosha meno, amekukataa kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. But ukweli ni vipi? Ukweli ni huyo demu sio wa kwako. Angekuwa wa kwako, angekupenda gisi ulivyo. Either uko mfupi, uko mrefu, uko wa katikati, uko na manguo michafu, kiato ndo hivyo hivyo, kinywa njo hiyo hiyo, huyo demu atakupenda kama na kufeel. Kwa sababu kitu matata tuelewe ni kitu kimoja kama hiki. Kunuka vibaya ama kuhave bad fresh air inakuaga. Ni kitu ambacho kimeshaumbwa. Ni kitu ambacho ni lazima tutakipitia. Ni kitu ambacho kinakuja na kinaenda. Kwa sababu kisi niwapatia mfano, hauwezi kujua kitu kizuri bila kitu kibaya. Na huwezi kujua harufu mbaya bila harufu nzuri. So ukipata kujua harufu nzuri, maana yake unajua harufu mbaya. So yani cha muhimu ni wewe kushukuru na kusema asante kwa kupata the will of be able to experience everything in life. Yani kwa kupata, yani wanasemaga mkiingereza opportunity ya kupata kupitia vitu vyote ambavyo vimeumbwa pasipo kuwa na matatizo yoyote, pasipo kuyaona kama ni nzuri ama ni baya. Kwa sababu even kile kitu unachoona kibaya ni kibaya kwa sasa, but baadaye kitakuwa kizuri. Na nikupatie mfano ili upate kuelewa, right? Tuseme unakutana na mwanamke ambaye haumpendi, lakini yeye anakupenda. Unaona? Wewe unamkataa, hataki, anang'ang'ania. Unamwambia mama, mimi sikupendi. Mimi nahitaji tu na wewe unikatae. Kwa sababu gani? Mimi sikupendi na nataka na wewe usinipendi. Unaona? Kwa hiyo situation ama kwa hiyo ni situation ambayo tunashuhudia hapa, kusema hapana ama kusema no, uliona ni lazima nikatae ili maisha yapite, sababu sikutaki unitaki. But cha kushangaza sasa, unakutana na mwanamke mwingine ambaye yeye hakutaki, wewe unamtaka. Sasa unajikuta gisi ule mwanamke ya kwanza alikuwa ni kinganganizi, na wewe unajikuta ni kinganganizi. Unaona sasa huko? Unaona sisi maisha ilivyokuwa kali. Unakuwa kinganganizi instead of
kuweni be able to just kufanya vitu vilivyo pasipokuwa kuchoya kukazania ama kuforce mkiingereza. Yaani unapitia vitu gisi vilivyo, take it or leave it mindset, ni ishara tuchuma keke. Yaani unakwenda, unasaka, unabeba, unaondoka. Ninachomaanisha kuhusu mafikiri yako. Mafikiri ni vitu ambavyo viko ndani mwako. Ni vitu ambavyo wewe kama mpenzi mtazamaji unavipitia. Ni vitu ambavyo unavipitia kwa usiku na mchana. Yaani popote palipokuwa watu, ndio vitu ambavyo unavipitia. Unapitia kujisikia vibaya, unapitia mafikiri ya kujiona we sio wa thamani, sio wa muhimu, au uko kwenye maisha yako ambayo itakiwa ukue, unateseka, unaumia, watakufukuza kazi, a lot of things there. Yani vitu vingi sana ambavyo unajijumulisha mwenyewe katika hivyo vitu, ama unajishughulisha mwenyewe katika hivyo vitu ambavyo vitakuja kukuumiza, vitakuja kukutesa na vitakuja kukuliza. So ndio maana ninataka upate kuelewa, yani upate kushimama imara pasipo kufanya haya mapungufu ambayo ninakuongelea katika mchana wa leo, katika asubuhi ya leo. Yani natakiwa uondoe mafikiri yako yote ambayo unayafikiria. Mafikiri yote machafu uyatoe. Yani inatakiwa ni uwe tayari kusikiliza kitu ama kufanya kitu gisi kilivyo pasipo kuweka mafikiri yoyote ile. Yani unaenda ukikataliwa, ukikosa kazi, ukifanyika chochote kile, usiweke mafikirio yoyote. Yani wewe ukipitie gisi kilivyo, kitakuja na kitaenda. Kwa sababu nilivyosema, anything that comes and goes is not who you are, is just an experience. Yani chochote kile ambacho kinakuja na kinaenda, sio wewe, ni vitu ambavyo vya kupita. Vyote unavyoviona ni vitu vya kupita. Shout out to that song, kwa sababu vinakuja na vinapata kwenda. So sina mengi ya kuongea zaidi sana, but cha muhimu ambayo natakiwa uteke katika hii video yangu hii, unateseka sana ama unaumia sana kupitia kupitia identifications ambayo unameki. Yani unajikuta tu kila kitu ambacho unachopitia unapata kujitaja wewe. Unasema nimekataliwa, nimeachwa, nimeachika, sipendwi tena, siko sawa. Unaona hiyo tema vitu ni wewe unajiambia mwenyewe. Unavyokujambia mwenyewe ndio gisi unavyokuimia na kupata kusafa. So ukikuwa tayari ku make changes, ni wewe utapata ku make changes. But at the end of the day, nitakacho kuambia tu ni asante kwa those people gonna be able to watch this video until the end. Na nasema asante kwa those people ambao receive the knowledge and the powerful ambayo ninapata kushare this moment. Na kama kuna lara questions, una maswali mengi ambayo unataka mimi upate kukujibia, ni lazima tu uache comment yako hapo kwenye comment sections, na mimi nitapata kuwa na wewe. Nitajibia maswali yako yote ambayo utakuwa nayo na kila kitu ambacho utakuwa nacho, but kitu ambacho napenda ukumbuke, ukweli uko ndani mwako. So tupate kusema shout out to my mentor, the Bible of the Dating Game, for always share the powerful knowledge and the powerful success for the one and only Anton DeMello, the bad boy of the Dating Game. Peace. I'm out. I'm gone.